Wakaambia mruhusuni aje. Walipomruhusu akaja, nilishangaa. Yule kijana anasema kilichonichanganya mtu niliyemwona anahubiri vile alivyovaa ndivyo alivyovaa. Bwana ameniambia uniwekee mikono ili nipeleke injili kwenye kijiji chetu. Nimekuota usiku kama ulivyo, nimekuja unibariki. Yule kijana alinikumbatia, alilia sana. Tangu hapo hatujaonana tena. Mimi sijui kwa wapi, ila ninachoamini injili itazidi kwenda mbele mpaka Tanzania na vijiji vyote vibadilike, ili tusiwe namba moja duniani kwa ushauri. Eti nikasikia ukienda Kenya wanauliza ni Mtanzania, ukaambia ndio. Wanasema Mtanzania, nyinyi ni watu wa pili kwa ushauri. Mmetanguliwa na Nigeria, nyinyi mnafuata. Tunabadilisha hicho kibao. Wachawi wataokoka, watabadilishwa. Wachungaji watapakwa mafuta. Naam, ni BM kama vile ambavyo mengi zaidi na zaidi unatazama kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kama ukijua kwamba leo ndo ile siku ya mwisho ambayo tulikuwa tukisubiri kwa hamu sana ili jinsi gani watu ambao wapokee upako kwa mheshimiwa Bishop Boniface Luiz, kama vile ambavyo jambo kubwa kabisa ambalo linafanyika. Lakini wakati huo pia jambo ambalo lipo hapa, wengi wana hamu sana ya kupokea uponyaji, kama vile ambavyo shida mbalimbali ambazo zipo, kama vile unaona watu hapo katikati wameletwa kutoka sehemu tofauti kwa ajili ya kuja kupata uponyaji sehemu hii, kama vile ambavyo walikuwa wakisubiri kwa hamu. Hebu tazama mpenzi mtazamaji. Lakini wakati huo pia ni jambo kubwa kabisa ambalo amelifikiria kuleta injili vijijini ndani ya miaka 35. Analeta vijijini huku, injili inasogea huku na mambo yanakuwa safi kabisa, mpenzi mtazamaji. Kama vile ambavyo BM Drive siku mbili njiani tunatembea tukija katika kijiji hiki, lakini wakati huo pia na Mungu ameonekana sana katika sehemu hii, kama vile ambavyo unaona. Hebu tazama mpenzi mtazamaji. Yes.